Mtume Paulo alipoenda kuhubiri katika mkoa wa Galatia, aliongea maneno magumu. Maneno aliyoongea yalileta kidogo mshtuko, lakini ni ishara ya kwamba Mtume Paulo alifadhaika au alighadhibika kwa kile alichokutana nacho. Galatia sura ya 1 na mstari wa 6 anasema, enyi wa Galatia, nimesikia ya kwamba mmeacha ile injili ambayo niliwaletea. Mmeacha injili ambayo nimekwisha kuihubiri, mmeifuata injili ya jinsi nyingine. Akasema si hivyo tu, bali wapo watu wanaojitaabisha kwa ajili ya kuibadilisha ile injili ya Kristo Yesu. Anasema si mimi wala si malaika wa mbinguni, yeyote atakayehubiri injili ambayo haikutokana na injili tuliyohubiriwa na alaaniwe. Akaenda tena kitabu kile cha Galatia sura 3 akasema, enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Yalikuwa ni maneno ya ghadhabu, ni maneno yaliyoonyesha kwamba kuna mfadhaiko. Mtume Paulo alienda kuhubiri katika mkoa wa Galatia akiwa na Barnabas, kuanzia Matendo ya Mitume sura ya 13 walipoomba na kuwekewa mikono na Roho Mtakatifu aliposema, nitengewe Barnaba pamoja na Paulo kwa ile kazi niliyowaitia. Kwa hiyo wakaenda Lebe, wakaenda Istra, wakaenda Korinto, wakaenda miji mingi ya ile Asia ndogo. Walipofika Galatia walihubiri injili ya Kristo, lakini walipoondoka watu wa Galatia waliwatumia taarifa ya kwamba ile injili na lile neno mliokuwa mkilihubiri, watu wa Galatia wamelikana, wamefuata mafundisho mengine. Mafundisho gani hayo yaliyomsababisha Mtume Paulo alisema yeyote atakayehubiri kwa kunyimwa na mafundisho amelaaniwa? Je, ni mafundisho gani hayo yaliyomsababisha Mtume Paulo afananishe watu wa Galatia na watu wasio na akili na watu waliologwa? Jambo la kwanza, Mtume Paulo aliona mafundisho yoyote yanayoshindwa kutofautisha dini ya Kiyahudi na dini ya Kikristo, hayo ni mafundisho ya laana na ni mafundisho ya watu wasio na akili. Ukisoma kile kitabu cha Galatia sura ya 2 na mstari wa 15 anasema, nyinyi Wayahudi hamwezi kuwashitaki watu wa mataifa, kwa sababu binadamu yoyote hatahesabiwa haki kwa matendo ya sheria, bali atahesabiwa haki kwa matendo ya imani. Na wao wamefuata imani, wale walio imani ndio walio ndani ya Kristo Yesu, watahesabiwa haki kutokana na matendo yaliyo ndani ya Kristo Yesu. Akasema, mimi nalifuata sheria, naliishi sheria ili nimuishi Mungu, lakini sasa nimesulubiwa pamoja na Kristo, nimekufa pamoja na Kristo. Uhai ulio ndani yangu ni uhai ulio pamoja na Kristo. Anasema si mimi tena ninaishi, bali ni Kristo aliye ndani yangu. Jambo la pili, injili ambayo Mtume Paulo alisema ni laana na injili ambayo alifananisha Galatia na watu wasio na akili ni injili ambayo inashindwa kutofautisha kati ya ahadi na sheria. Akasema wale wa ahadi ni wa mataifa na wale na ahadi ni wa Ibrahim. Galatia sura ya 3 na ule mstari wa 7 alisema wale wa ahadi ni watu wa Ibrahim, lakini wale wa sheria ni watu wa laana. Mungu alimwambia Ibrahim, kupitia wewe mataifa watarithi baraka kwa njia ya imani, si kwa njia ya sheria. Wale wote walio chini ya sheria ni watu walio chini ya laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu ambalo Mtume Paulo alifananisha injili iliyohubiriwa na laana na injili iliyohubiriwa ni injili ya watu wasio na akili, kwa sababu hiyo injili haikutambua ya kwamba ahadi ilitangulia kabla ya Torati. Anaongea vizuri kwa kitabu cha Galatia sura 3 na ule mstari wa 15 anasema, kabla ya Torati kulikuwepo na ahadi. Mungu alimwahidi Ibrahim ahadi, kupitia hizo ahadi kulikuwa kuna imani ndani yake. Je, Torati imekuja kutengua ahadi? Hapana, Torati haiwezi kutengua ahadi. Inasema wazi ya kwamba ili uishi katika sheria ni lazima uishi katika laana, lakini ahadi iliahidiwa na uzao wa Ibrahim, ikisema wazi ya kwamba
ilikuwa ni ahadi kwa ajili ya uzao wa Ibrahim, sio wengi, akimaanisha uzao ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4, Mtume Paulo alifananisha injili iliyohubiriwa na laana na alifananisha injili iliyohubiriwa na watu wasio na akili na wachawi na watu waliologwa, kwa sababu walishindwa kufahamu ya kwamba aliyemkataa Kristo Yesu amekataa neema, na aliyemkataa Kristo Yesu amekataa kukaa chini ya neema ya Kristo Yesu. Anaongea katika kitabu cha Galatia sura 5 na mstari wa 2, anasema, ninawaambia nyinyi mliotahiriwa kama Paulo, hakikisheni mnafuata sheria na torati kweli kweli, lakini nyinyi ambao hamjatahiriwa, eleweni ya kwamba nyinyi hampo chini ya sheria, nyinyi mmemvaa Yesu na mmemfuata Yesu. Nyinyi ambao mmeikataa neema na mmemkataa Yesu, nyinyi mpo chini ya laana na nyinyi mpo chini ya torati. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni mambo 4 tu kati ya mengi ambayo Mtume Paulo alikuwa anayaongelea katika kitabu cha Galatia. Tunajifunza nini basi katika kitabu hiki? Tunajifunza kwamba adui wa Mtume Paulo walikuwa ni Wayahudi. Adui wa mafundisho ya Mtume Paulo walikuwa ni watu ambao wao wanaamini kabisa Uyahudi, dini ya Kiyahudi au dini inayofuata torati ndio dini iliyo sahihi kabisa. Kwa hiyo siku zote adui yako ni yule ambaye anakujua vizuri, ni yule ambaye hataki mabadiliko. Inawezekana kabisa adui ya Ukristo ni Mkristo mwenyewe. Sasa hii ni karne nyingine ambayo Mtume Paulo alikuwa akiongea. Leo tupo karne ya 21. Kuna mambo gani unaamini yamebeba injili ya laana? Kuna matendo gani unaamini imebeba injili ya watu wasio na akili na watu waliologwa? Inawezekana ikawa kidogo iko tofauti na injili iliyokuwepo pale Galatia, lakini leo katika dunia sasa ya karne ya 21, unadhani injili gani imebeba laana? Unadhani injili gani imebeba muonekano wa watu wasio na akili na watu waliologwa? Wameacha injili iliyobeba neema, wameacha injili ambayo Yesu Kristo aliachilia pale msalabani. Anasema Mtume Paulo ya kwamba sisi si watu wa sheria, bali sisi tumehesabiwa ahadi kwa njia ya imani. Unaweza ukaandika hapo komenti yako, injili gani unadhani imebeba laana ambayo inafanya sana kazi katika kizazi cha sasa hivi, au injili gani unaona isiyofaa inafanana na watu waliologwa ambayo inafanya kazi sana katika karne 21 katika makanisa yetu. Komenti yako itazingatiwa na siku moja tutarudi kudiscuss komenti yako. Mungu akubariki sana. Shalom. Shalom. Inaonekana tarehe 23/6/2014